Kuna namna huwa naona kama wanawake, kuna namna huwa mnajisahau sana. Naonaga hakuna maana ya kuachana na mume wako sasa. Hakuna maana ya kutoka kwenye ndoa yako sasa. Umeachana na mume wako kwa tabia zake chafu. Madharau, umalaya, yani tabia zozote zile ambazo zimekufanya ukaachana na mume wako, ukaenda kujitegemea na maisha yako. Mara ghafla unajikuta umejiingiza kwenye mahusiano tena na mume wa mtu. Tabia zile zile ulizozikimbia kwa yule mwanaume ndio unaenda kuzianzisha tena kwenye ama unaenda kukutana nazo kwa mume wa mtu tena, unaanza kudate naye, unaanza kumtengenezea mazingira akupende sana. Umesahau kwamba yule mwanaume tena ana tabia za mume wako yule yule. Sijui kama mnanielewa. Umeachana na mume wako kwa tabia hizo hizo za umalaya, za kukudharau, yani vyovyote vile. Ama amekuolea mke wa pili. Umeachana na mume wako. Alafu natoka unaenda kudate na waume za watu ambao wamewaacha wake zao nyumbani. Sasa ulichokikimbia kule ni nini? Kilichokutoa kule ni nini na ukaja tena kutembea na wanaume ambao wana tabia mbaya? Wanawasaliti wake zao, wanawadharau wake zao. Kilichokusahaulisha hapo ni nini? Kuna haja gani ya kutoka hapo sasa? Kuna haja gani ya kutoka? Ama tukuweke kwamba wewe ulikuwa ni malaya tu, wewe ni muhuni sasa. Uliondoka tu kwa sababu ya uhuni wako. Ai, umeondoka kwa mume wako. Alafu naenda kutembea na waume za watu wenye tabia za mume wako zile zile ambazo umezikimbia kule. Umekimbia kuwa mke mkubwa, unaenda kuwa mke mdogo. Hivi ni akili kweli hizo? Wanawake, tutawasimanga muda mwingine. Tumieni hata akili. Umetoka kwa mume wako, nenda, umetoka kwa sababu zile zile, alafu nenda unaziingiza zile, unaanza kudate na watu wenye tabia za mume wako. Sasa unakuwa umekwepa nini? Ni upuzi kabisa. Ni ujinga tu.